Ta abana bago nigo tukwerera tukweumia twebo ire chiguni Yesu tororere amawera amamochaito hatuatananire naye amasabaito abeire lyugibosiwao omwana Daudi tororera amawera Yesu twabere Samaria tani ongoro kwa de nompole nyagoteta materane na bokwenda se YouTube channel yane indo saji de nompole amaterane na arororo nyasabe meganda tigago seseni mono asante sana radio yeto ya grupo radio asega sengi amawokora nyasabe meganda baseseni na ndaba ababeke mobe aroro asengi nchoyo go promote abateli nyasabe meganda ba monaino amen shalom shalom. Right, asante sana mpenzi mtazamaji wa AGR, karibu tena kwenye meza hii ya AGR magazetini, ambapo gazeti langu hapa ni The Standard. Niite Edwin Mokaya. Fidelis Omoshoge nikiwa na gazeti la Taifa Leo. Asante sana. Moja kwa moja ukurasa wa kwanza hapa wa gazeti hili la The Standard. Naenda kuangazia yale yaliomo kwenye gazeti hili. Ukianza moja kwa moja unaona hapa kuna rafiki mmoja wa Raila pia aonyeshwa lango. Anaitwa mbunge wa Rarieda. Aliambiwa kidogo alitolewa kuwa naibu ama kaimu wa National Assembly Justice and Legal Affairs Committee baada ya kuonyesha msimamo wake kuhusiana na BBI, ambao wengine walikuwa wanasema kidogo usifanywe marekebisho, japo yeye akaungana na ule seneta wa Siaya James Orengo na kusema kwamba kidogo mswada ule unahitaji ama ripoti ile inahitaji kufanywa marekebisho. Kwa hivyo akaonyeshwa mlango na kutolewa, akatolewa kwenye wadhifa huo. Vile vile tunaona hapa picha moja hapo kwenye ukurasa wa kwanza ya Samia Suluhu pamoja na Uhuru Kenyatta wakitembea sako kwa bako kuonyesha kwamba kulikuwa na mahusiano ya Kenya na Tanzania kidogo yalikuwa melemazo kwa muda mchache uliopita, lakini sasa hivi naona ni kama unaendelea mahusiano hayo yanaendelea kutengenezwa zaidi. Vile vile tunaona hapa chama cha Jubilee kimebadilisha yale alikuwa nayo kuhusiana na chama cha Ruto UDA. Walikuwa wanataka kuwapiga nje vile vile, lakini sasa hivi wamebadilisha nia. Vile vile tunaona hapa ukurasa wa 5 tunaangazia, anaona kwamba aliye ambaye ni speaker wa bunge Justin Muturi amesema kwamba BBI haitafanywa marekebisho. Kwa hivyo akafunga ule mlango wa wale walikuwa na matumaini pengine huenda ikafanywa marekebisho kwa tuma kwamba ama kwa madhumuni kuwa itakuwa si haki kwa Wakenya wengine. Vile vile katika ukurasa wa 3 tutaangazia Melinda na Bill Gates watalakiana. Manake nilikuwa ni mapenzi ya siku ngapi zama miaka mingapi? Miaka 27. Naam. Lakini naona hapa kwamba washa divorce. Hayo ni katika ukurasa huo wa kwanza wa gazeti langu la The Standard. Nikiangazia gazeti hili la Taifa Leo wanasema kwamba KPA ya kazana kuzuia maroli akubeba mizigo bandarini. Ni ukurasa wa 5. Ukurasa wa 6 ni trilionaire Bill Gates ampata laka mkewe wa miaka 27. Ukurasa wa 6 tutaangazia hayo, na ukurasa wa 2 wanasema kwamba urithi wa Raila awagawa ODM. Ni kama wanataka Raila staafu by force Nasema kwamba urithi huo kuna kampeni za chini kwa chini za kumrithi kiongozi wa chama cha ODM Raila Amolo Odinga. Wanasema kwamba asuluhisha matatizo kati ya Wakenya na Watanzania. Suluhu, unajua wanasema kwamba Suluhu aleta suluhu nchini. Jana waliungana na rais na leo anatarajiwa kutupia mabunge mawili kwa pamoja. Katika ukurasa wa 11 hadi ukurasa wa 14 ni makala kuhusu uandishi na kuhusu lugha ya Swahili. Hayo tu ndio tutakayoangazia katika gazeti hili la Taifa Leo. Na ukurasa wa 2 wa gazeti langu hapa The Standard naenda kuangazia kama kawaida gazeti la The Standard wanatuletea historia kitambo kidogo kutukumbusha yale yalikuwa kitendeka hapo awali. Manake
wanasema kwamba huwezi jua unapoelekea ikiwa haujui unapotoka. Vile vile hapa leo tunaenda kuangalia story moja ama historia moja ya aliyekuwa chifu. Unajua hapo kitambo kulikuwa na machifu, vile vile tulikuwa na machifu wa kikoloni. Tunaenda kuangazia Karanja wa Njeri ambaye alikuwa ni chifu. Naona alikuwa na wanawake 30 pamoja na watoto. Kwa hivyo wakati unapata kwamba hisia zake ama na mhemko yake iko sawa, angeketi pale kwenye compound yake pale nje ama uani, aweze kuzungumza, afanye kikao na familia zake zote ili aweze kuongea mawili au matatu, na alikuwa anaheshimika zaidi. Ingawaje watu wa hicho kijiji hawakuwa wanakaribia kwenye hiyo ua wake, manake walikuwa wanamheshimu kama kiongozi. Hiyo ni miaka ya 1957 ambapo nchi ya Kenya ilikuwa inawania zaidi kupata uhuru wake, na walikuwa katika zile nyakati za kupigania uhuru ule, na vile vile wazungu kivyao walikuwa narusha mabomu, walikuwa wamejajaa pale Abadeas. Lakini wakati huyu chifu yeye mwenyewe aliweza kumuhost aliyekuwa Turnbull uko kwake Kigumo, na hao yakiendelea hivyo hivyo, kulikuwa na vita kati ya Maumau na wazungu kupigana hivyo hivyo. Na ikumbuke pia hapo awali Februari tarehe 18 mwaka huo Dedan Kimathi alikuwa ameuawa pale Kamiti. Kwa hivyo kulikuwa na mambo mengi yakitokea huku watu wakihitaji uhuru wao. Kwa hivyo huyu Njiri anakumbukwa zaidi kwenye historia ya Wakenya, si tu kwa kuwa alikuwa na mbuzi wengi. Inaaminika kwamba alikuwa na mbuzi wengi zaidi, ama si kwa vile mtoto wake aliweza kutoka mamlakani ili kumpatia nafasi Jomo Kenyatta ili aweze kuongoza, lakini ni ile tu alianzisha shule. Baadhi ya wale watu wenye walikuwa werevu zaidi walikuwa wanaona kwamba elimu pengine itakuja kubadilisha nchi. Kwa hivyo alianzisha shule ambayo ilikuwa mita chache tu kutoka kwake, na hiyo shule ilikuwa inaitwa hapo awali ilikuwa inaitwa Njiri's High School, lakini ilikuja baadaye ikabadilishwa ikaitwa Njiri High School. Hayo tu. Hiyo historia ya Njiri ni historia nzuri kabisa. Unaweza pata gazeti lako la The Standard ili uweze kujisomea ujijuze zaidi. Vile vile ukurasa wa 3 hapa enda kuangalia kisa cha Melinda na Bill Gates ambao wamekuwa na mahusiano ya miaka 27, lakini sasa hivi tunaona kwamba hayo yamevunjika. Ukurasa wa 3 huo wa gazeti hili la The Standard. Katika ukurasa huu wa pili gazeti la Taifa Leo wanasema kwamba Muturi azima BBI kurekebishwa bungeni. Najua wengi wamekuwa wakitaka BBI ifanywe marekebisho, ndio maana ndiposa chama cha ODM kimegawanyika katika makundi matatu. Huku wengine wakisema kwamba ripoti hiyo inafaa kufanywa marekebisho, au ambao wanaongozwa na Senator wa Siaya James Orengo, wengine wakiongozwa na John Mbadi na pia Suna SMP wanasema kwamba ripoti hiyo haipaswi kufanywa marekebisho yoyote. Sasa jana spika wa bunge la taifa Justin Muturi alisema kwamba kulingana na katiba ya 2010 mswada ambao umepitishwa na wananchi, wabunge hawana uhuru wa kufanyia mzaza ama kufanyia marekebisho yoyote. Sasa hivyo hata wakijadili ndio kuna wakati wa kujadili, lakini wakijadili bado hawana uhuru wa kupiga mzaza ama kufanyia marekebisho yoyote. Huo ni ukurasa wa pili. Katika ukurasa wa 3 wanasema kwamba mvutano mkali watishia ODM. Wanasema kwamba kuna makundi matatu, ambapo kuna wale ambao wanasema kwamba ripoti hiyo ifanywe marekebisho, na ukumbuke kwamba Justin Muturi ama katiba ya Kenya hairuhusu kamwe mswada ambao umepitishwa na wananchi kufanywa marekebisho. Hivyo hawa watatu wanasema kwamba makundi haya ya watu matatu wanasema kwamba kuna wenye wanamuunga John Mbadi, wanasema kwamba ripoti hiyo haifai kamwe kufanywa marekebisho. Kuna wale ambao wanamuunga Senator James Orengo, wanasema kwamba ripoti hiyo inapaswa kufanywa marekebisho, na kuna wale wanasema kwamba ripoti hiyo ipo sawa. Kuna kundi moja ambalo linaongozwa na gavana wa Migori Kodho Bado, wanasema kwamba ana nia ya kumrithi Raila Amolo Odinga. Kuna wale ambao wanasema kwamba ripoti hiyo iko sawa, ambao wanaongozwa na Mbadi, Junet na Ungunja Opio Wandanyi, na kuna wale ambao wanaongozwa na James Orengo. Ukurasa wa pili utayapata hayo. Wanasema kwamba naibu rais William Samoei Ruto hakualikwa katika afra ya suluhu. Jua inapaswa kwamba pale ambapo rais ana suluhu njini
rais na naibu wake wanafaa kumkaribisha pale, sasa jana wakati Uhuru Muigai Kenyatta ambaye ndio rais wa Jamhuri ya Kenya alikuwa anafanya mazungumzo bayana na rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, naibu wa rais William Samoei Ruto alikuwa katika makao yake ya Karen akiwa na mkutano na viongozi wa kanisa la Kianglikani AIC. Anasema kwamba jana alikuwa na mkutano na akamtunuku kasisi wa kanisa hilo la AIC gari. Hivyo sema kwamba ni kama uhusiano bado haujarudi bado. Naam. Uliingia doa. Huo ni ukurasa wa pili. Katika ukurasa huu wa pili anasema kwamba Suluhu sasa asuluhisha matatizo kati ya Wakenya na Watanzania. Ikumbuke kwamba kumekuwa na uhusiano ambao si mwema sana vile kati ya Watanzania na Wakenya, pale ambapo Wakenya wengine walikuwa wanasuiliwa mipakani wakienda Tanzania, Watanzania wengine walikuwa wanasuiliwa mipakani wakija huku Kenya. Sasa wajana walisuluhisha hayo, wakasema kwamba hakuna kusumbuliwa katika mipaka ya Kenya na Tanzania, ijapokuwa lazima ama ukifanya biashara wao ambao wanafanya biashara katika mipakani lazima walipe kodi. Hayo tu ndio yatakuwa yanazingatiwa, na pia wameweka mikakati kuona kwamba kuna vipimo vya COVID-19 katika mipaka ya Kenya na Tanzania. Ukurasa wa tatu wanasema kwamba wandani wa debut ama naibu rais William Samoei Ruto Mount Kenya wamtatisa akili. Kuna wale ambao wanataka kwamba naibu rais awateue moja kwa moja kuwa naibu rais ifikapo 2022 atakapowania urais wa Jamhuri ya Kenya. Sasa naona huku kuna viongozi ambao wanamezea kiti hicho cha kuwa naibu rais come 2022 under William Samoei Ruto. Wanasema kwamba Ruto anasema kwamba anaona ni kama watu ama wanasiasa kutoka Mlima Kenya watawanyika mara mbili, huku wengine wakimuunga mkono na wale ambao hawamuungi mkono. Hivyo anasema kwamba anapaswa kwenda moja kwa moja ili kutafuta kura kutoka kwa mwananchi binafsi kutoka mlima huo wa Kenya. Huo ni ukurasa wa pili na ukurasa wa tatu katika gazeti hili la Taifa Leo. Vile vile shukrani sana. Ukurasa wa 4 hapa ni hayo tu ya Suluhu kuja humu nchini Kenya. Mwenzangu ashaangazia katika gazeti hapa la Taifa Leo. Pia mimi ningeongezea kidogo jinsi imenakiliwa hapa katika gazeti hili la The Standard. Tunaona kwamba Suluhu alipokuja hapo nchini Kenya alipokelewa vyema zaidi, ingawaje naibu wa rais hakuwa pale, lakini aliweza kupokelewa vyema zaidi hadi yeye mwenyewe akajisikia, hadi alisema kwamba mwenyewe atarudisha mkono. Anasema kwamba ifikapo hizo sherehe za 6th Independence Celebrations December mwaka huu, rais wa nchi ya Kenya ndiye atakuwa the guest of honor pale Tanzania katika sherehe hizo, kama njia moja ya kugive back kama kufidia ile karibisho waliopewa hapo jana alipokuja humu nchini Kenya. Vile vile mahusiano hayo yameendelezwa zaidi na kutiwa nguvu ambao kidogo alikuwa amelemazwa pengine na kipindi cha aliyekuwa rais hapo awali wa Tanzania, ambapo sasa tunaona walikuwa na maelewano na mkataba kwamba the gas pipeline ianze itoke kutoka Dar es Salaam hadi Mombasa. Vile vile kukuwe na umoja katika mambo ya culture, mila, desturi, vitu kama hizo, arts, sanaa kama hizo, alafu social integration, national heritage, yote aje pamoja ili tuweze kufanya kazi pamoja nchi ya Kenya na nchi ya Tanzania. Vile vile Rais Uhuru Muigai Kenyatta alisema iwapo hii gas pipeline itapitishwa hivyo itasaidia katika kupunguza kitu inaitwa kama carbon footprint. Manake viwanda mbalimbali hapa nchini Kenya vitapata nguvu za umeme ambazo hazichafui mazingira. Ukurasa huu wa 4 wa gazeti hili la The Standard. Ukurasa wa 5 hapa bado ni mazungumzo ya BBI. Mazungumzo haya ambapo kuna kikundi fulani ambacho kinasema kidogo ripoti ya BBI iweze kufanywa marekebisho, na kuna wale bado wanasema hakuna haja kufanyia marekebisho, ipitishwe vile vile iko bila kufanyia marekebisho hata koma. Lakini sasa hivi tunaona kwamba spika wa bunge ametoa msimamo wake, na pengine anaitwa Justin Muturi, National Assembly Speaker ama bunge kubwa kikubali ama
kama ukitaka. Anaitwa Justin Mture amesema kwamba pengine hamna haja kabisa ya kufanyia marekebisho ripoti hiyo, na kusema kwamba ikiwa ripoti hii ya BBI itafanywa marekebisho, basi inamaanisha kuwa yale maono ya Wakenya vile vile hisia za Wakenya zitakuwa zimesalitiwa. Hayo ni katika ukurasa huu wa 5. Vile vile tunaona hapa kwamba kuna wale waliosema kwamba kidogo BBI ama ripoti ya BBI ilikuwa na dosari. Alikuwa anaongelea mambo ya zile bunge, kunradhi, yale mabunge 70 ambayo ni mapya yatateuliwa kutokana na BBI iwapo itapitishwa. Kwa hivyo kuna wale walikuwa wanasema lazima kufanywa marekebisho na kuwe na usawa kwa jinsi ni maeneo gani yatapewa maeneo bunge mapya. Hayo ni katika ukurasa huo wa 4 na 5. Katika ukurasa huu wa 4 wanasema kwamba ni ratiba ile ya kufunga siku ya leo. Kuna Nairobi, Mombasa, Kisumu, Nakuru, Eldoret, Garissa, Kitale, Mandera, Isiolo, Nyeri, Malindi, Lodwar na Lamu. Wanasema kwamba kufunga ni siku za kuhesabika. Kumbuka kwamba hiyo ni Quran takatifu 2184, utayangazia hayo. Na wanasema kwamba wakulima walalamikia uigizaji wa miwa kutoka Uganda. Wakulima katika kaunti ya Busia wanasema kwamba kuna uwezekano ama kuna miwa mingi katika mashamba zao. Wanasema kwamba miwa ipo mingi, lakini wanashangaa kwamba ni kwa nini serikali inataka kuagiza miwa kutoka nchini Uganda. Huo ni ukurasa wa 4, ambapo wanasema kwamba kuna washukiwa wa MRC ambao wakataa kushtakiwa kuhusu COVID-19. Kuna watu 3 ambao walishikwa jana wakiwa na shilingi milioni 362 bandia za Cameroon. Wapo ni katika Ruilu, sehemu inayopatikana katika mtaa wa Nairobi. Wanasema kwamba kuna KPA mbioni kuzuia uchukuzi wa huru bandarini. Huo ni ukurasa wa 5. Na wanasema kwamba wafuasi wa chama cha UDA ambacho kinahusishwa na naibu rais William Samoei Ruto wanasema kwamba wanahangaishwa na polisi nchini Kisii. Wafuasi hawa ni wale ambao walikuwa wanafanyia kampeni naye wania kiti cha ubunge katika eneo bunge la Bonchari. Anaitwa kama Bi Teresa Bitutu. Mwaniaji huyu mkumbuke kwamba ni mjane aliyekuwa mbunge, ni mjane wa aliyekuwa mbunge wa Bonchari marehemu Oro Yoka aliyefariki miezi kama 3 hivi ambayo imepita. Kumbuka kwamba kuna wale wa 15 ambao walikuwa ni wandani ama ni wafuasi wa chama hichi cha UDA walishikwa na kukamatwa kwa madai kwamba walikuwa wamekiuka yale masharti ambayo yamepeanwa ili kuzingatia ili kuzuia maambukizi ya virusi vya COVID-19. Sasa wanalalama wakisema kwamba wanahangaishwa na polisi. Huo ni ukurasa wa 5. Huku wakisema kwamba ukurasa wa 6, koti yaongeza muda wa kuzuia seneti kujadili hatima ya gavana wa Wajir. Kumbuka kwamba gavana huyu wa Wajir aliweza kutolewa mamlakani siku chache tu zimepita. Hayo tu ndio yameangaziwa katika ukurasa wa 4 na ukurasa wa 5 katika gazeti hili la Taifa Leo. Moja kwa moja ukurasa wa 6 wa gazeti langu hapa The Standard. Tunaenda kuona kwamba wajua hapo jana katika gazeti la jana tunaona kwamba chama ama viongozi wa chama cha Jubilee kidogo walikuwa nataka kupiga nje chama cha Ruto UDA kutoka ama umalize yale mahusiano yao, lakini tunaona kwamba leo hii Rais Uhuru Kenyatta ameamua kwenda pole sana kwa ile kuwafukuza ama kuwapiga nje wanachama hao wa UDA. Lakini hapa Vice Chairperson na makaim mwenyekiti David Murathe sema kwamba kwa vichwa vyao, ndani ya vichwa vyao wanajua kuwa pengine UDA haipo pamoja na Jubilee, japo sasa hivi hawezi fanya nini, hawezi wafukuza. Lakini akisema kwamba vile vile kwamba ikiwa watazidi kumtukana, ikiwa watazidi kumnenea mabaya kiongozi wa chama cha Jubilee ambaye ni Rais Uhuru Kenyatta, basi itawabidi kuwapa mgongo na kuonyesha mlango. Kwa hivyo hayo yote yalifikia kikomo, na sasa hivi yale maongezi ya kuwatimua wanachama cha ODM kutokana na mahusiano pamoja na chama cha Jubilee kufika yalifika kikomo. Ukurasa wa 7 hapa tunaona kwamba
Hazina ya Kenya, Treasury itaenda kutumia shilingi bilioni 26 ili kuhakikisha kwamba wale wanaopona kutokana ama niseme aje, to boost post covid recovery. Unajua kuna wale watu walipata ugonjwa wa covid wakapona, lakini bado kuna zile effects bado zinaendelea kuumiza zaidi, na pengine wanahitaji dawa fulani, wanahitaji pesa mingi pengine ili kumudu na pengine kujitahidi kumaliza ile tuseme yale makali. Kwa hivyo amesema kwamba hizi bilioni 26.6 zitasaidia katika COVID-19 post recovery kwa the next financial year, ama mwaka wa pesa wa 2021-2022. Ukurasa wa 6 na 7. Katika ukurasa huu wa Wastani habari za Afrika na dunia, ambapo anazungumzia kuhusu talaka ya matrilionea wa Microsoft yashtua wengi sana. That's Bill Gates na binti ama na mke wake. Wanasema kwamba wawili hawa, maandoa hii ya wawili hawa walitengeza fedha zilizokadiriwa kuwa dola 129.9. That's 14 trillion. Wanasema kwamba watengeneza 14 trillion, hiyo ndio mali yao ambayo inakadiriwa. Na wanasema kwamba talaka hiyo walikaa pamoja, wakazungumza, wakaamua kwamba wanafaa hawafai kuwa na ndoa. Wawili wanafaa kutalakiana, na walitalakiana kwa uzuri. Hawakukosana ama hawajafanya kitu yoyote. Waliamua tu kwa uzuri, wakaamua kwamba wamechoshwa. Yaani kila mmoja amechoka na ndoa hiyo. Huo ni ukurasa wa 6, utayasoma hayo. Wanasema kwamba Tanzania imeweka masharti mapya juu ya msambao wa COVID-19. Wamesema kwamba yule ambaye atakayetoka nje ya kigeni kuja Tanzania lazima akae quarantine kwa siku 14 na lazima wawe wanafaa barakoa. Huo ni ukurasa wa 6, ambapo wanasema kwamba kuna mtu aliyejihami apiwa risasi akiingia CIA. Kumbuka kwamba hiyo iko katika nchi ya Marekani. Katika ukurasa huu wa 7 wanasema kwamba waathiriwa wa maporomoko ya ardhi walia serikali imewasahau. Kuna wale ambao waliporomokewa na ardhi zao kama miezi miwili imepita. Wanasema kwamba serikali imewasahau. Hiyo ilikuwa katika kaunti ya Elgeyo Marakwet, sehemu inayoitwa kama location ya Kipchumwa. Wanasema kwamba serikali imewasahau. Hayo tu ndio amenakiliwa katika gazeti hili. Na ningeomba tu tukimbie madukani, tukirejea hewani tutazungumza zaidi. Ninkikeragera utosirie bosa abana bago nigo tukwerera tukweumia twebo ire chiguni Yesu tororere amabera amamochaito hatuatananire naye amasabaito abeire lyugibosiwao omwana Daudi tororera amabera Yesu twabere Samaria tani ngoro kwa de nompole nyagoteta materane nabo kwenda se YouTube channel yane indo sajide nompole amaterane na arororo nyasawe meganda tigago seseni mono. Asante sana radio yeto ya Grupo Radio asega sengi amawokora nyasawe meganda baseseni na ndaba ababeke mobe aroro asengi ntoyo go promote abateli nyasawe meganda bamona ino. Amen. Shalom shalom. Asante sana. Vile vile mpenzi mtazamaji, naenda kuangazia hapa ukurasa wa 14, manake ukurasa wa 12, 13 sijaona lingine hapa la kutufaidi, japo ukurasa wa 14 hapa tunaangazia waziri wa afya ambaye anaitwa Mutahi Kagwe. Amesema kwamba waliweza kuajiri wengine wa KEMSA. Unajua kuna ile tume ya Kenya Medical Supplies Authority KEMSA ambayo kidogo imepigwa kidogo na msongamano wa mambo kadhaa, kuonyesha kwamba hakuna usawa pale, jinsi vitu vinafanyika pale. Kwa hivyo tunaona kwamba Rais Uhuru Kenyatta vile vile alisema kuna appointments nini interviews ataki. Kwa hivyo aliyekuwa mkurugenzi pale Kembi Githura akaweza kubadilishwa na kuwekwa Mary Chao Mwadime, ambaye sasa hivi anaendelea kushikilia usukani. Vile vile kuna wale ambao wamepewa nafasi pale
kama nani, kama Terry Kiunge, Ramadhan, Lawrence Wahome, Dr. Robert Nyarango pamoja na Linton Nyaga Kinyua, ili waweze kufanya mambo pale sawa sawa. Hii ni baada ya mambo mengi kuchipuka, ambapo tuliona kwamba hata USAID ambayo ilikuwa inaleta vile vidonge vya kupunguza makali ya ugonjwa wa ukimwi hapa nchini kidogo haikuwa na imani na tume hii ya KEMSA, hadi iliweza kuajiri ama kupatia kazi hiyo a private entity, shirika la kibinafsi, ili liweze kugawanya hizo ama hayo madawa. Lakini ilipofika pale Mombasa, ikatozwa ushuru wa kiwango cha juu zaidi, iliyofanya dawa hizo kusubiri pale kwa muda kidogo, iliyoleta kwamba kuna uhaba wa hizo vidonge hapa nchini Kenya. Hayo ni katika ukurasa huu wa 14, 15 hamna jingine. 17 na mwisho hapa gazeti langu la The Standard, ni wakati enda kuangalia maoni. Unajua hapo jana juzi tumekuwa tukiangazia wale wa Kenya ambao, ama tuseme wa Afrika kwa jumla, hasa wa Kenya ambao wanatoka hapa nchini kwenda nchi tuseme kama ya Saudi Arabia, pale Gulf, kujitafutia, wanaenda wanafanya kazi za nyumba kidogo, lakini unagundua kwamba mambo si mazuri sana. Manake wanafika pale, kuna wale ambao wanauawa, kuna wale ambao wanadhulumiwa kidogo, unaona, alafu maagenti wanaowapeleka pale kidogo wanafika wanawasahau. Wakipiga simu pale nyumbani kwa wale maagenti, unapata kwamba hata namba zao hazingii, wametoka kwa yale maofisi. Kwa hivyo inakuwa vigumu zaidi. Kwa hivyo kuna wale wanasema kwamba hawa wanaotoka Kenya kuenda, ama huo niseme aje, anasema kwamba serikali ya Kenya inastahili kukomesha jinsi ya kutoa watu hapa Kenya kwenda pale Gulf ili kufanya kazi zile. Manake hakuna guarantee kwamba ukienda pale unaenda kupata maisha mazuri. Na vile vile kuna wale wanasema kwamba wale wana maagenti ambao ni gushi, wanakupeleka mahali pabaya waweze kukua exposed. Sijui maoni yako ni yapi mpenzi mtazamaji, wakomeshwe ama kuna mfumo fulani unastahili kuwekwa ili kuwalinda, ama kuwe na tume fulani ya kuwalinda wale wafanyikazi wa nchi ya Kenya wako pale Gulf? Hayo ni maoni tu, kurasa wa 17 wa gazeti langu hapa The Standard. Nikiangazia ukurasa huu wa 8, wanasema kwamba Kenya ina uwezo wa kutengeneza dawa ya COVID-19, wasikuwa wanategemea nchi zingine. Huo ni ukurasa wa 8. Wanasema kwamba ziara ya Rais Samia Suluhu nchini Kenya itaboresha uhusiano wa Tanzania na wa Kenya. Wanasema kwamba waangazie swala hilo na waangalie kwamba uhusiano wa Kenya na Tanzania unaboreka zaidi. Wanasema kwamba sidhani kwamba, haya ni maoni ambayo wanasema kwamba adhani kwamba Orengo anaasi Raila Odinga. Ni maoni tofauti katika ukurasa huu wa 10, na katika ukurasa wa 11 hadi ukurasa wa 14 wanazungumzia kuhusu lugha ya Swahili, ambayo kuna walimu huku walabiniwala wanataka kuzungumzia kuhusu lugha hii. Na katika ukurasa huu wa nyuma ni Swahili bado anataka kuzungumza. Katika ukurasa huu wa nyuma wanasema kwamba viongozi wa pwani waongera rais kwa kukutana na Samia Suluhu. Wanasema kwamba wanampa hongera kwa hayo ambayo ameyafanya. Katika ukurasa huu wa nyuma bado wanazungumzia kuhusu wezi wa mifugo. Sasa study ugani, kuna wale ambao walikuwa wezi wa mifugo katika kaunti ya Marakwet, sasa wameacha kazi hiyo ama wizi huo na wamechikira katika michezo, ambao wanasema kwamba ni study katika ugani. Wa Mombasa wanasema kwamba gozi la magano limetua Mombasa. Hayo tu ndio naona yameangaziwa katika ukurasa huu wa nyuma, wakisema kwamba kikosi cha Wrangles chatua kwa sifa. Hayo ndio yameangaziwa katika ukurasa huu wa nyuma katika gazeti la Taifa Leo. Kumbuka kwamba leo kuna mechi baina ya Real Madrid na katika kombe la UEFA Premier League. Hayo tu ndio alikuwa ameangaziwa katika ukurasa huu wa nyuma wa gazeti la Taifa Leo. Naam, shukrani sana mpenzi mtazamaji kwa kuungana nasi hii leo kwenye leo magazetini ndani ya IGR. Meza hii tunakuja hapa kila siku ya wiki kuanzia saa 1:30, japo leo tumeanza saa 2. Naam, kwa hivyo ungana nasi kila siku ili tukupashe yaliyomo kwenye magazeti yetu ya The Standard pamoja na Taifa Leo. Kumbuka kulike, subscribe upande wa YouTube, Facebook, like our page about Kisii Global Radio, YouTube, IGR FM. Tuwe pamoja. La kwangu
ni Fidel O Moshoge. Na pengine ni baada ama kabla ya kusema jina langu ningekupasha kwamba ikiwa una hafla yote ile ungelitaka sisi tukufanyie video coverage, pengine tuiweke kwa njia moja ya ku live stream kuweka mtandaoni, yote aweze kuipokea, ijangaje hayupo pamoja na wewe hapo, waweza kuzungumza nasi, waweza kupiga simu 07135447 13 endelea 0713745447 reach us for the live streaming services ili tuweze kukuhudumia vilivyo. Kumbuka mpenzi mtazamaji kwamba leo tuko katika yale makao ama makazi ya wale watoto ambao wana wazazi, Children Soma pale Jogo Kisii Children Soma. Tutakutana pale, tusherehekee kwa pamoja na tuwakabidhi zile ama vile vitu vyakula vile ambavyo tumepata tuweze kuwakabidhi. Na vile vile tuna uhakika tunaweza kuwa live upande wa YouTube kutoka pale Children's Home. Kwa hivyo ikiwa uko katika mji wa Kisii waweza ungana nasi moja kwa moja, unaweza ingia inbox ongea na sisi tuende kwa pamoja. Si lazima utoe hela zako, si lazima utoe chakula chako, pengine una nguo yako ambayo sasa hivi imekuwa ndio unajua kuna nepa kidogo nguo yako haikutoshei vyema, waweza toana ili wale pia ambao hawana wazazi, wale watoto wako pale waweze pia angalau kutabasamu kidogo na mwanzo kwamba maisha ni yale tu ya kawaida. Lakini Edwin, siku hizi kuna nepa kweli, unajua maisha ya uchumi imeenda, labda miguu tu viatu kama zimekuwa kuna nepa, wajua kuna nepa si lazima ule vizuri nini, wajua kama huna stress unaweza nepa bila hata kula. Haidhuru. Hadi hapo kesho sana wakati kama leo, niite Edwin Mukaya. Fidelis O Moshoge na kwambia kwamba uzidi kubarikiwa. Dunia iko vile vile, milima mabonde na mito iko pale pale. Dunia iko vile vile, milima mabonde na mito iko pale pale. Wapenzi watazamaji na wasikilizaji wa Kisii Global Radio, kwa majina naitwa Milly K. Kelly, na waomba mnisaidie kwa kusubscribe to my channel Milly K. Kelly.